Nyumba pamoja. Cha kwanza Dija ni nyumba. Nipate ile fasi ya kuishi. Yaani ya kuchukua kichwa changu ukipata mwili wangu upate sehemu ya kulala, sipati stress. Wanakuambia mpango mzima ni Viva. Wewe kama unataka kuwa maskini endelea tu, lakini unapokunywa Viva umaskini unaondokea. Kwa sababu pale ambapo unashinda unashinda gari, unashinda PO box, umaskini unakuondokea. Wewe tu wanasema kitoro chako basi. Lakini hutoi pesa yako eti uende kanunue gari, wala hutoi pesa yako eti uende ukanunue nini PO box. Ni wewe tu na akili yako. Yaani unashindaje haswa katika hayo mashindano ya Viva Multi au Viva hiyo tangawizi? Wewe ukifungua tu kiparata chako tu kisoda, kuna maandishi pale kati ya kile kiparata. Alafu unawasiliana na Brarudi. Alafu unaweza yani pale unapata tombola bahati ya kuaga umaskini. Yaani unashinda pana yani gari aina ya Pro Box. Ndio. Gari ya mamilioni 15, mamilioni 22 hivyo. Au unaweza ukashinda voucher. Au unaweza ukashinda simu ya touch au kinga mpya. Yaani unaaga umaskini ghafla. Acha basi msikilizaji wa Radio Black FM, leo ni Ijumaa ya tarehe 15 mwezi wa 7 2022 na mabadiliko haswa. Leo sio taarabu, leo ni kaswaida vile. Kila Ijumaa tunapiga kaswaida na ni kaswaida za sehemu zote, atubagui wala atuchagui. Nawaambia ni Vendredi special. Weekend special. Niwaambie tu Ijumaa mubarak kwa Waislamu wote. Na vile basi leo tumeandaa mada yetu. Imekaa Ijumaa. Lakini tu niwajuze tu kama hiyo tarehe 6 mwezi wa 8 2022 pana neno letu la Radio Black FM. Patakuwa uzinduzi. Uzinduzi wetu wa Radio Black FM. Na itakuwa wapi vile? Itakuwa ku start Januari. Ni miguu yako tu. Hakuna kingilio. Hakuna bure. Ila usisahau hela ya kinywaji. Lazima. Maana patakuwa manjonjo huko. Hatari. Na unatakiwa uwai mapema. Zaidi ya 30. Mbona unapunguza shoga yangu? Zaidi ya 30. Naam kabisa show ya kibabe hiyo. Show ya kijanja vile ya kibabe. Yaani ni vibe kwenda mbele. Yaani wale wapenzi wa Black FM basi mkae tu chonjo ya radio yenu, mnaichagua na kufurahia siku kama hiyo. Siku zinasogea mbele, ni kesho kutwa kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Maana siku ni kama tumbo. Unajua mtu akiwa na mimba tumbo linasogea mbele, hairudi nyuma. Ndio siku sasa tunazisubiri kwa hamu. Na siku hazigandi vile kabisa. Na vile basi kila siku kwenye kipindi chetu cha sham za pwani huwa tunatia mada yetu mezani kila siku. Afu mada yetu tunaichakachua sisi wa njemba ya wanawake watatu vile. Akisha nyuma ya hapo tunawapatia fursa wasikilizaji, tunatoa namba ya simu ili na mwe mnachangia katika mada yetu. Acha basi Dolphine basi japokuwa leo au kupiga macho manne, lakini naona upande wangu mwingine nimemrithi. Anakuambia ikitokea ukashindia mamilioni ya pesa utanunuwa nini? Ukitokea kushindia mamilioni ya pesa utanunua nini? Mimi kivyangu Charmante. Cha kwanza nanunua nyumba. Kweli. Maana nyumba ndio kwanza kitu cha maana. Yaani Charmante kaniwahi. Kweli kabisa. Unajua mtu unasema nataka ninunue gari. Hiyo gari utailaza wapi? Hapo au utaishi wapi kwenye gari? Utaishi wapi? Utaishi ndani ya gari? Hapo sasa. Lakini sikia mamilioni nyumba pamoja. Cha kwanza Dija ni nyumba. Nipate ile fasi ya kuishi. Yaani ya kuchukua kichwa changu ukipata mwili wangu upate sehemu ya kulala, sipati stress ya wale wenye nyumba mwisho wa mwezi.
kodi ya lakini nyumba. inakuwa ni nyumba yangu mimi binafsi, na nikisha kuwa na nyumba kila kitu maisha yataenda swadaka. Na uzuri sasa nyumba haibanduki, nyumba haitoki, nyumba inaendelea kukaa pale pale. Ni wewe tu labda uuze uende ukanunue sehemu nyingine, lakini nyumba haibanduki, haendi sehemu yoyote. Ila pale unapopata fikra kwenda kununua nyumba inakuwa ni vizuri zaidi, hauadhiriki. Sasa wewe kama wewe basi unaweza ukanunua nini ukapata hizo bilioni kitu kimoja. Mimi nimesema nyumba. Lakini wewe unaweza ukanunua kitu gani ukaona kitakusaidia kwenye maisha yako? Hata na mimi pia naona kama nyumba kabisa. Kwanza. Kwa sababu acha wewe usingizi penye unaweka usingizi kwanza ndo pazuri. Ardhi haiozi. Mimi mwenyewe kwa kweli kwa siku ya leo mimi nasema ni nyumba. Yaani tuko pamoja. Kwa sababu unaponunua nyumba unaishi vizuri. Wewe unaenda kutafuta lakini unajua usiku ukifika naenda kulala kwangu. Kwa hata usiku mimi nikitoka hapa natoka na usingizi mwingi sana. Nikwambie kitu, pana mtu kaamiliwa na mpenzi wake. Nahitaji na kupenda, nahitaji nikuuzie, yani uchague zawadi muhimu ambacho unaweza kukaa nacho. Hata tukiachana itakuwa kumbukumbu kwako. Wallahi maajabu. Anasema gari, kuonekana tu na yeye anatembeza kwenye vola vile gari, maana anaona watoto wote wa mjini, watu wote ni gari. Lakini wana gari ila wana nyumba. Hapana, wengine wana nyumba. Iko maisha ya kupanga. Afu una gari. Unasikia? Alafu akasema hivi, mimi nahitaji gari. Gari kwanza inahitaji mafuta. Ni kweli. Ndio. Kama hamna mafuta, ukia pale essence, gari haitatembea. Itatembeaje? Unaona? Mimi nahitaji gari. Alafu sasa cha ajabu gari kauziwa. Unaona? Ule mpenzi wake kamnunulia. Kauziwa gari. Hiyo gari yeye mwenyewe maisha yenyewe iko nayo, anaishi maisha yenyewe ya nyumbani, yani kwenye familia. Leo analala huku, kesho analala huku. Gari leo inalala barabarani na wazamu, kesho hiyo sehemu anashona na ndugu, anaenda sehemu nyingine. Gari anailaza kwa jirani inafukuzwa, yani maisha yake anakuwa hivyo yani ya barabarani gari. Wewe kama wewe utalala garini. Labda Charmante ni hivi. Mwanaume akikwambia kitu kwa sisi wanawake, unasema labda alikuwa anataka kufanya nini? Kunipima. Basi na mimi kwa kumpima nimwambia fanya nini, anunulie gari. Hapana, hiyo ni akili ya ujinga. Ni ujinga. Tena ujinga. Nyumba hata ikikosa maji na mataa utaishi. Ikiwa tu umejengwa vizuri, uko na kila kitu cha chumbani, unaweza kulala. Hata kujengwa vizuri. Ikishakuwa tu na mabati na milango na madirisha. Ndio kujengwa vizuri, nimemaanisha hivyo. Sikumaanisha mpaka ikuwe etage, ikuwe nzuri hata. Yani ulivyosema vizuri. Labda mtu anasema mpaka yake karo. Hapana, kuna watu wanaama nyumba haijaisha. Ila mizani ishakuwa na madirisha. Yani nyumba inaisha, wewe ushamia. Inaisha kila kitu, sheka kila kitu huko ndani kwangu. Mimi hata nyumba yani amna hata vio. Natia karto, natia triplex. Wengi wanafanya hivyo. Na wengi sasa hivi wanafanya hivyo. Lakini unakutana mtu anataka yeye awe mtoto wa mjini. Gari. Yeye aonekane. Leo mimi Charmante nionekane. Nitembeze gari, nipite niende kwa shoga yangu, niende kwenye sherehe. Wanione na mimi nimeingia na kipira. Wewe ni ujinga, wewe ni akili au ni matope? Ni matope kabisa. Basi hizo pesa kama basi hizo pesa ana uwezo wa kununua hiyo ardhi, nyumba. Chukua zile pesa zifanye biashara. Unajua zile biashara zitaongezeka zingine, zitazaa zingine. Alafu sasa kisha zaa zingine unaanza kwanza kununua nyumba. Lakini pana wengine na katika biashara ukumbuke Charmante, kuna kuomba na kupata. Yani kuna faida na hasara. Pana faida na hasara. Ile dada alikuwa ameshapata ile opportunity. Unajua Mwenyezi Mungu ana sababu zake. Mpaka kufanya ule mwanamume amwambie, amuulize nataka nikufanyie kitu gani, iwe ni ukumbusho kwako. Kama ni mtu wa haraka, yani akili ile haraka angechagua nyumba, singechagua gari. Angejiongeza kabisa. Au angeomba hata ushauri kwa mamake. Ni kweli. Unaona hata kama mamake alishakufa tuseme, angeomba hata ushauri hata kwa mtu wa karibu yake. Hizi siku 2-3. Maana gari usirupuke kujibu. Maana gari tuseme
wewe kama una nyumba yako kama hii nyumba, alafu uko na gari hata zaidi ya milioni 30 vile, lakini ukishaitembeza ni kama vile nguo ukishaivaa, umenunua baze vrai riche original milioni 1, lakini ushaite katika mwili wako jasho, ukienda kuiuzisha hata unaweza kuuzisha 200,000. Ni kama vile gari unaweza ukanunua zaidi ya gari ya milioni 30, alafu zile gari ya milioni 30 unajikutana wakati unapata matatizo unaenda kuiuzisha, utauzisha hata milioni 15. 15 yote imeomba. Lakini nyumba ni mara chache sana kuomba. Labda uwe na shida sana unasema acha niuzishe nyumba. Na hata kama ukiwa na shida Delphine, huwezi kuuza kwa nyumba kwa hasara. Au labda wewe unadaiwa benki, si ndio nakwambia kama hivyo. Kama ni benki, pana watu wengine wanakuwa wanataka ile maisha ya haraka, wanaenda benki kukopa, wanachukua. Alafu sasa ile ule wakati wa kulipa inakuwa ugumu. Anachukua chamnara au banki inabeba. Na watu kama hao, hizo tabia ni tabia mbaya sana. Unaona, hizo tabia ni tabia mbaya, maana unachukua, yani unamtajirishia mwenye banki. Na wengi sasa hivi Sharmante wanaishi kwa maisha ya kukopa benki. Kopa benki, lakini una nyumba yako unajua itauzwa kwa hasara. Utalia wewe. Umejenga kwa benki haina huruma. Huruma ni kupiga cha mnara haitizami nyumba ina thamani gani. Uzuri sasa ukienda kukopa nakwambia hivi, unatakiwa andike kila kitu ambacho unavyo. Ni kweli. Nyumba, gari, sijui vitu gani, ili wakija kukutapeli vizuri. Wanachukua. Hawana huruma. Na ndio maana unafanya nguvu yako vitu vya kuchukua hata bila tuseme banki. Unaweza kuwa na bosi. Bosi anakuambia bana, acha mimi nikupatie nikuazime milioni 30. Unaona, ili ufanyie kazi. Unaona? Na wewe unachukua zile hela, unaziona ni tamu sana kama umemaliza dunia yote. Baadaye wakati umezisha zitumikisha, kuzirudisha inakuwa mtihani. Kwa sababu ushazoea. Asikwambie mtu mkopo kurudisha kazi, lakini kuomba raha. Unapewa kurudisha, unajua sasa mbona nyingi, lakini ulivyozichukua haukuona kama ni nyingi. Naona tatizo. Sikilize basi hiyo kaswaida, alafu Mahirizaini kwambia maherzen